Baba Mungu wa mbinguni, ninaomba unisaidie kwa damu ya Yesu. Niko hapa leo sio kwa ajili yangu mwenyewe peke yake, ila niko hapa kwa ajili ya ukoo wa mama na ukoo wa baba, kwa jina la Yesu. Yale maagano yaliyofanywa ukoo wa baba na ukoo wa mama, ninaomba leo yavunjike. Maagano ya uchawi, maagano ya sadaka, maagano ya mauti, maagano ya umaskini, maagano ya utumwa, leo yavunjike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni nuru ya ulimwengu, uwe nuru kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wanawake wote wa ukoo wa baba na ukoo wa mama, ninawawekea damu ya mwana kondoo. Kuoa, kuolewa leo yavunjike kwa damu ya Yesu. Yale maagano ya sisi kufa ovyo ovyo leo yavunjike kwa damu ya Yesu. Yale maagano ya kutokuolewa, kutokujenga, kutokusoma, kutokusafiri leo yavunjike kwa damu ya Yesu. Liko agano kwenye ukoo wetu ambalo linatutaka sisi tuzaliwe waganga, linatutaka sisi tuzaliwe maskini, linatutaka sisi tuzaliwe wagonjwa. Baba, ninaomba maagano hayo yavunjike leo kwa jina la Yesu. Sijamfuata mtu hapa, nimekufuata wewe Yesu. Ninaomba unisaidie kwa jina la Yesu. Amen. Piga na makofi kidogo. Sasa nataka kufundisha kidogo alafu nikuombee. Kwa nini mimi nataka kufundisha somo lenye uhusiano na koo au familia? Sababu ziko nyingi, lakini sababu kubwa ni moja. Kwa sababu mambo mengi ya mtu yanaanzia kwenye familia. Naomba nirudie tena. Kwa nini mimi mchungaji niko hapa Masasi? Nataka nikufundishe wewe somo linalohusiana na maagano ya ukoo au familia. Sababu ziko nyingi, lakini sababu kubwa ni moja. Kwa sababu mambo mengi ya mtu yanaanzia kwenye ukoo. Yaani mimi nimezaliwa na mama gani? Nimezaliwa na baba gani? Nimezaliwa ukoo gani? Nimezaliwa kabila gani? Ili kesho nije kuwa nani? Haleluya. Omba rudie tena hapo. Kuna maana sana ya yule mama aliyekuzaa. Mama yako aliyekuzaa ana mchango mkubwa wa kukufanya wewe kesho yako iwe ya baraka au isiwe ya baraka. Watu wengi tunayaishi maisha ya wazazi wetu. Hatuishi maisha ya kwetu. Yaani tunaishi kwa sababu ya wazazi wetu. Mjukuu wa Nuhu analaaniwa na Nuhu mwenyewe. Sawa sawa Alafu naona kizazi iko cha Kanani chote wanakaa kwenye nchi inaitwa Kanani, wanakaa pale. Lakini babu yao Kanani alilaaniwa. Kwa hiyo nchi inaponyang'anywa, maana yake ananyang'anywa Kanani baba, wananyang'anywa watoto wa Kanani, wananyang'anywa wajukuu wa Kanani, vinanyang'anywa vitukuu vya Kanani. Maana yake Wakanani wote wakijenga mahali wanatakiwa wanyang'anywe, kwa sababu baba yao au babu yao alilaaniwa na babu yake. Haleluya. Msikie mtu hapo anapiga makofi. Unanyang'anywa vitu, unanyang'anywa. Sio lazima unyang'anywe na mtu kwa nguvu. Unajenga nyumba yako nzuri,
baadaye unapata wazo, nikope benki nianze duka la jumla. Ni jambo zuri na wazo zuri. Unakopa benki, unaanza duka au unaanza saluni au unaanza biashara, alafu wakati unaanza ile duka, badala ya ule mtaji kukupa faida, ule mtaji unakupa madeni mengine, alafu unakwama kabisa kurejesha ile fedha benki, alafu watu wa benki wanakuja wanauza ile dhamana ya nyumba yako. Ukitokewa na hayo, maana yake sasa nyumba ile umenyang'anywa. Unaolewa unanyang'anywa, unachumbiwa unanyang'anywa, unafanya hivi unanyang'anywa. Kwa hiyo kwa sababu roho ya kunyang'anywa mara nyingi inaanzia kwenye familia. Mungu anapobariki mtu, anabariki uzao wa mtu, anabariki baba, anabariki watoto, anabariki wajukuu. Baraka ya viwanja, baraka ya nyumba haianzi kwa mganga wa kienyeji, haianzi kanisani peke yake, inaanzia kwa baba yako na kwa mama yako. Na mimi natamka hapa kama baba wa nyumba hii, natamka na Yakobo, natamka baraka ya kujenga, baraka ya kufanikiwa, baraka ya mashamba, baraka ya kunawiri. Haleluya! Hebu sema nitajenga kwa jina la Yesu. Kwani hao waliojenga mchini nyumba bora, wao wana mikono mingapi? Mimi mahubiri yangu ninaomba unisikilize ili ya kuamshe kutokea ndani na ya kuwekea msimamo kutokea. Ndugu zangu, nikwambie jambo, kujenga sio lazima uwe na milioni 300. Unajenga kidogo kidogo. Ikiwa umetoka kwenye ukoo wa kujenga, utajenga bila hata kujua umejenga. Kwa nini? Umetoka kwenye ukoo, baba na nyumba yake, watoto na nyumba yake, vijana na nyumba yake, kila mtu na nyumba yake. Hakuna mtu ambaye ana nyumba, lakini unakuta baba amepanga. Kuna baadhi ya familia baba amepanga, watoto wamepanga, wajukuu wamepanga, na wewe umepanga. Tukatae hiyo laana kwa jina la Yesu. Haleluya! Hebu sema nakataa hiyo laana kwa jina la Yesu. Sema kwetu sisi tunapata hela, ila walevi. Kwetu sisi tunapata hela, ila wanawake sana, wanaume sana. Ninakataa hiyo laana kuanzia leo. Fedha yangu ijenge nyumba, inunue mashamba, ifunge mifugo, ifanye maendeleo kwa jina la Yesu. Sema amen. Kuna ubaya na haya maombi? Hayamfai Muislamu, hayamfai Mkatoliki. Ndio maana nakwambia walete ili tuwafungue waende sawa. Haleluya, haleluya. Bahati nzuri kanisa hili lenyewe halibezi kwenye dini. Waislamu njoeni, tutawaombea. Wakristo njoeni, tutawaombea. Anglikana njoeni, tutawaombea. Kila mtu njoo tukuombe. Hii ni peji ya Bwana. Tutakupa na bati, tutakufungua, tutakuacha uende mbele kwa jina la Yesu Kristo. Lakini furaha yangu mimi kuona mtu ambaye hakuolewa ameolewa. Wengine kwenye ukoo hawaolewi, hawavai shela. Mimi nataka uvae shela. Na usitikie kimshami. Nataka uvae shela. Mchungaji, mimi nataka kuja kula ubaba wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Unialike, mimi nakuja kula ubaba wako. Usifanye kama mama alikuwa anafanya, kwa sababu yale matendo mabaya yanayofanywa kwenye ukoo ni sehemu ya maagano ya ule ukoo, kwamba wawe wanapiga wake zao, wawe walevi. Unakuta mwanaume mzima ana ndevu, anasusa. Haleluya, alafu haongei. Unakuta baba wa nyumba haongei, anabishana mkono mkono, wanabishana mauza. Huyu mwanaume au ni mwanamke mwingine amevaa suruali, amedunga, haongei. Mwanae anamsalimia, baba shikamoo. Unauliza, huyu ni baba wa wapi? Baba kituko. Baba wake alikuwa hivyo, anasusa, kisusa tena baba yake anaondoka nyumbani miezi 3, miezi 4. Sasa nawe dada ule hapa ndio umeolewa na chumba cha namna hii. Sasa unaweza kutamana na wewe kitanda kimoja, hakiongea, usiniguse, usinikaribie. Haleluya. Unasema hiki kituko nimekitoa wapi? Sio kituko, ingia rohoni. Fuata misingi ya ukoo wao, fuata misingi na maadili ya ukoo wao, pasua yale maadili. Na unaona ukifanya hivyo, mumeo ataanza kubadilika au mkeo.
Wachawi kitovu chako. Namuona bibi mmoja na kitovu cha mtu hapa. Namuona bibi mmoja na kitovu cha Yesu. Yakapasa kete. Namuona bibi na kitovu cha mtu. Simama kwa miguu yako. Kuna bibi na kitovu cha mtu. Nimeona bibi amevaa nguo nyekundu na nyeusi. Ana kitovu cha mtu. Simama hiyo mikono yako. Ngome pamoja na matuo yako ninayalipua kwa moto. Madhabahu zao nazilipua kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru ufalme wa kichawi na ufalme wa giza katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kuanzia leo kati ya majina matatu, moja ikiwa jina lako la kufungua kwa jina la Yesu. Baba, na wanyamazisha wale wanaoita vitu na wanyamazisha kelele kwa jina la Yesu Kristo. Nyamaza kwa jina la Yesu. Na kuapisha na muombea alifungua alifungua hiyo na umeo changu na ugeni sana nafsi ya mtu wako, nafsi ya mtu ndani ya mtu, nafsi ya mwanamke mchawi ndani ya mtu, nafsi ya mchawi ndani ya mtu, nafsi ya nyoka ndani ya mtu, nafsi ya wanyama ndani ya mtu, nafsi ya uchawi ndani ya mtu, na ing'oa kuanzia mwanzo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nishale sindano kwa ubongo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kumwagiwa maji ya maiti usiku, matone ya maji ya maiti kwa jina la Yesu. Kumwagiwa maji ya maiti, kumwagiwa usoni maji ya maiti, uso wake we kama mtu mkufa, kumwagiwa maji ya marehemu, maji ya marehemu, maji yaliyoshwa maiti, kumwagiwa na kunyeshwa na kumwagiwa kwa lengo la kuua mzazi, kunyeshwa kutoka maji ya marehemu, maji ya maiti na chemche mtume wa moto mbele ya shamba rata na kwafata ilifungo ya mauti kwenye pigo kwa njia maji yaliyoshwa na mtu na huu kuanzia sasa magumo nasababisha kicho nasababisha yes na ndo uchawi wa maji ya maiti kwenye pigo na ndo uchawi wa Mungu kwenye pigo na ndo pigo wa Mungu kwenye pigo uchawi wa mbele za uchawi kwenye pigo wa Mungu na yeah,
nami siwezi kueleza, siwezi kueleza. Nataka kufanya nini? Nini nataka kufanya? Chukua nyota. Mmepeleka wapi? Huyu mwenye huu mwili anaitwa nani? James. Anafanya kazi wapi? Anafanya kazi mimi, fungua macho nione. Unanielewa? Unielewe? Sielewekani. Huwa sielewekani. Anafanya kazi huyu wapi? Na mtumikisha hata mimi. Unachukua hela yake. Unapeleka wapi? Umetumwa na nani? Ndio nimekuja sasa niulize maswali. Nani aliyekutuma? Nyinyi hamumjui. Huyu anaitwa James. Umechukua nyota na hela yake. Mnajeuri apati hata mimi. Nyota mmepeleka wapi? Sasa anafanya kazi wapi? Anafanya kazi sasa. Mmemstopisha. Alikuwa anafanya kazi wapi? Alikuwa anafanya kazi kama ile mbele. Kama ile kule mbele. Kama ile kule mbele ndio nini? Ya kupamba. Mpambaji sana. Kwenye maharusi anajua sana kupamba sana. Mmemstopisha. Manake mko wengi. Hamtaki apate hela. Hata mimi. Wewe nani sasa? Mimi naitwa Amos. Wewe nani? Naitwa Subiani. Aliyekutuma Subiani wewe nani? Ukitaka toa hela. Nitoe hela. Hamna neno nakupa. Haya, nikuweke wapi? Nikupe mkononi. Leta sasa. Weka vizuri. Weka vizuri. Unaonaje hapo? Bado hela. Unaijua hela? Unapenda hela? Mimi sasa sitaki kukupa hela. Nataka kukupa damu ili uwe na nguvu zaidi. Damu. Damu ya mtu. Unataka? Unataka damu ya nini? Nyama ya kuku. Kuku huyu anayewika kokoni. Mimi nataka nikupe mtu. Nyama asali. Subiani unakula nyama? Wewe Subiani freki wewe. Subiani freki anakula asali. Nataka nyama ya kuku. Asali. Umecheki vitu hivi sasa. Nikwambia njooni kanisani. Anapamba, wameufunga, umechukua nyota na ni mwanaume, ni baba wa mtu huyu. Tunaita nyota yako. Yesu, kuanzia leo biashara za James, kuanzia leo kazi za James, kuanzia leo biashara za James tunazifungua kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Umetoka wapi ndugu yangu? Mimi ni Masasi, nakaa Mtandi. Unakaa Mtandi. Unajishughulisha na nini? Mimi nilikuwa najishughulisha na
masuala ya mapambo. Alafu pili, baadaye nilipoona maslahi ya mno, nikawa naenda Mozambiki kuchimba madini, lakini Mwenyezi Mungu riziki imekuwa mpaka, lakini nzuri. Yaani hiyo nyumba hii ingekuwa nazo hata 3. Nyumba ungekuwa nazo hata 3. Lakini nzuri. Na hapa yani nakaa kwa rafiki yangu. Baada ya kurudi kwanza nimeenda Mozambiki safari ya kwanza. Nikapata hela kidogo mpango, nikamwambia mke wangu ngoja nikaangaika tena. Nikaenda tena Mozambiki. Niliporudi sikurudi vizuri kama mwanzo. Nikawa naangaika na pikipiki. Baadaye nikasema ngoja niende tena. Ili niweze kupata kikubwa niweze kujenga nyumba. Basi nikaenda tena. Nimekaa kule kama miezi 4. Mke wangu akaniambia pikipiki nimepewa. Nikasema bwana, hii yote ni mipango ya Mungu. Unakumbuka wakati nimeanza kufundisha niongee kwa habari ya nyumba, unanyang'anywa, unaona kama mtu kama benki wanakuja kuuza, wanakunyang'anya, unakumbuka? Amen. Wakati ninahubiri, huyu mtu kutoka kule akajawa na nguvu, anakuja mbele. Kwa mtakatifu akaniambia toka, anakuja kukupiga. Haleluya. Amen. Muona sasa naye yasimulia. Mimi ndio kwanza namuona leo, simfahamu. So vile mimi nimekaa naye mahali tumepiga story na watu wengi unamwona. Watu kama hao wako wengi. Tuwasaidie. Malizia alafu na swali la kuuliza. Basi nikaendelea kuishi kule, baadaye nikapata kidogo tu kitu. Sawa, nikarudi. Basi nikaendelea na maisha yangu mengine. Basi nimeshishi. Basi nilipoona kule Mozambiki kila nikienda uenda unaweza kupata kikubwa tofauti, sababu ujiwe kuuza dogo unapata hela nyingi. Kule wanauza kwa dola. Basi kaenda tena, ikawa ndo naenda kule. Nimeenda ile safari ya ngapi ya 3, tukachimba na msukuma mmoja na huko wana Bukoba haya tukachimba. Mwenyezi Mungu akaniambia tukapata kama gramu 3. Ndio nikaenda kuuzwa dola 2,000 na ngapi sijui. Hela nyingi tu. Mapato yake wale wakanikimbia. Basi nikaendelea kuishi, nikapata kidogo, nikarudi. Lakini napata shida kila ninachojaribu hakienda. Umesema kwamba ulikuwa na nyumba 3 au ungekuwa na nyumba kama kuwa na nyumba 3. Sasa hivi una ngapi? Sina nyumba. Nimepanga. Unataka kuendelea na mapambo, unataka kwenda kuchimba madini? Madini kwa sasa hivi inakuwa ngumu. Kutokana na kule hali ile sio nzuri. Sababu hata hivi mwanzo tulikuwa tunaenda, yani ina maana ule mkodi amechukua mzungu, kwa hiyo sisi tunaenda kama tunaiba. Kwa hiyo wakati mwingine unapoenda kule ukiwa na bahati mbaya unaona wenzako anapigwa risasi kabisa. Kwa hiyo ilikuwa tunajitosa kwa ajili ya kutafuta. Kwa hiyo sasa hivi yani tunazidi tofauti na zamani, sasa hivi ndio tunazidi na kazi. Kwa hiyo tutakuwa ngumu tena. Na nilipoenda hii mwaka juzi, maana mwaka juzi nilipoenda nimerudi, nikawa naugua, niliisha, uwezi kwa nini niliisha. Yaani kila mtu anamuona anasema huyu ndio timu. Niliisha kidogo. Haya mapepo yani ndio yanishamiri vibaya mno. Lakini namshukuru sasa hivi baada ya kwanza nimeenda kwa waganga. Kila nikienda kwa waganga yani ndio nazidi nampa nguvu. Yani kila nikienda kwa waganga ndio nazidi kumpa nguvu. Huyu suliani ni wa kike, kwa hiyo ni maana ni mahaba. Mimi ndio mahaba. Unaona? Baadaye watu wakaniambia wewe Yesu Kristo unachotakiwa uende kanisani. Kwa hiyo nilianza kuja kanisani kidogo, Mungu ikawa napungua. Ulikuwa unasali wapi? Mimi ni Mwangalikana. Alafu baadaye nilipohamia huko ndani nikawa nasali pale kuna kanisa moja linaitwa Webiti. Ndio nikawa nasali. Sawa. Kwa hiyo hapo ulikuja lini? Hapa nilikuja hii safari
ya pili. Kuna siku moja nilisikia anaongea Klaus, baadaye ulipomaliza pale Klaus nikakupigia simu mimi kwambia niko Masasi, ukasema mimi na kanisa hapo mtaani karibu na kufanya. Kwa hiyo nikamwambia mimi na shida, yaani kuna tatizo kweli. Nikasema basi usijali, Jumatano nitakuja. Kweli Jumatano ile nilikuja, nikaja tena pale matokeo yake, nikaja hapa nikabadilisha tena, nikashikwa hapa, nikatokea maombi, nikarudi. Na ulipoongea tena Jumatano nakuja, basi nikasema ngoja nije kwako, ngoja nitakuongelea. Wewe unaonaje baada ya kuwepo hapa Jumatano na leo, unaonaje? Unahisi unaweza kusaidiwa au mashaka? Hilo kwanza ni mtangulizi Mwenyezi Mungu. Maana wana Mwenyezi Mungu mpaka kufikia kwa hii. Kwenda Mungu anaweza kunyeshea hii hali kwa. Sasa nisikilize mimi. Kwa ajili ya huyu, mimi kesho naendelea tena. Na kwa ajili ya wewe, kesho naendelea tena. Nenda kakae, taongea na wewe vizuri kesho. Tupige makofi makubwa James.